Yes, kama nilivyokuambia, hii ni sehemu ya tatu na kila sehemu ya hii programu ya Adobe Photoshop ni very interesting. Karibu sana, naitwa Deo Kashaija kutoka Dive Talents, tunaendelea kuchimba ndani zaidi. Yes, kama nilivyokuahidi, sehemu ya tatu ya Adobe Photoshop interface, baada ya kuwa tumeshafanya setup na kuingia katika interface window ya hii Photoshop ndani kabisa, ambapo tunatakiwa kufanya kazi panapoitwa workspace. Sasa hizi ni sehemu muhimu za Photoshop interface ambazo tutaenda kuzizungumzia. Unapoifungua Photoshop ukaingia ndani, baada ya ku-create file mpya, ukishaingia ndani, mazingira unayokutana au mandhari yake ni haya, na vyote hivi vinavyoonekana humu vinafanya hii inaitwa workspace, yani ni sehemu ambayo ni ya kufanyia kazi. Sasa workspace inakuwa ina vitu muhimu vitano. Hii ya sita ni ya bonus. Workspace, sehemu kabisa muhimu ya kwanza, bila kupoteza wakati, ngoja tuangazie sehemu ya kwanza. Sehemu muhimu kabisa ya kwanza ni hii menu bar. Hii menu bar ni hii sehemu ya juu ambayo inakuwezesha kuperform majukumu mbalimbali ili kutekeleza kazi ya design katika Adobe Photoshop. Zipo kuanzia file edit mpaka ya mwisho help. Hizi ni za kuwezesha kufanya kazi ndani ya Adobe Photoshop. Lakini hapa chini kuna hii inaitwa option bar. Option bar hapa nimekuweka kwenye mabano, it is subject to the active tool. Hii option bar inabadilika kulingana na tool ambayo umechagua. Na tool ni ipi? Tools ni hizi hapa unazoziona upande huu. Hii ndio inaitwa tool bar, hii ya tatu. So kwa kuizungumzia, uwezo kuizungumzia option bar bila kuizungumzia tool bar, kwa sababu hivi viwili vinafanya kazi kwa ushirikiano. Yani option bar na tool bar vinafanya kazi kwa ushirikiano. Kwa mfano hapa nitakapokuja kuchagua tool tofauti, utagundua hapa napo katikati panabadilika. Ukija kuchagua tool tofauti, unashangaa hii sehemu napo panabadilika. Halikadhalika ukichagua tool nyingine, unashangaa hapa napo pia panabadilika. So panaitwa option bar kwa sababu panakupa options zilizopo kulingana na tool ulioichagua. Kwa lugha rahisi inakuambia kwamba kwa kutumia hiyo tool ulioichagua unaweza kufanya kitu hiki na hiki na hiki na hiki. Ndio maana ya option bar. Nafikiri tupo clear kwa hilo. Tunakuja kwenye toolbar. Hii ndio toolbar. Hii ndo hapa ndo tunapopata dhana zote za kufanyia kazi katika Photoshop yetu. Jinsi ya kuitumia ni kwamba mara nyingi utakapofungua itakuwa ipo katika mstari mmoja, ila hapa kwa juu hapa kuna tumistari tuwili, tumishale tuwili. Ukibonyeza inakuwa katika mstari mmoja, lakini ukibonyeza tena una restore zinakuwa katika mistari miwili. Ndo ambavyo toolbar inafanya kazi. Lakini kitu kingine ni kwamba ukisogeza pointer hapa au ukihover, inakupa animation fupi sana ambayo inakuelezea kwamba tool hiyo inafanya nini, lakini shortcut yake kwenye keyboard ni nini. Kwa mfano hii ni animation fupi na kuonyesha kwamba tool hii inaweza kusaidia kuhamisha object ndani ya Photoshop, lakini inakuambia jina la hii tool kwamba inaitwaje, lakini pia inakuambia shortcut yake katika keyboard, ubonyeza herufi gani ili uweze kuaccess mapema, na maelezo kwa kifupi ya juu ya hiyo tool. Kwa hiyo ukija ukahover kwenye tool nyingine utaona inafanya kitu hicho hicho. Inakuambia kabisa kwamba hiyo tool inafanya kitu gani na inaitwaje, shortcut yake kwenye keyboard kwamba ubonyeze herufi ipi ili kuweza kuaccess hiyo tool kwa haraka, lakini pia na maelezo mafupi sana kuhusu hiyo tool. Kwa hii ndo toolbar ambao ni sehemu ya tatu ya hii user interface ama workspace yetu. Sehemu ya nne ni panels. Panels ni upande huu wa kulia. Hapa zote zilizokaa hapa ni panels. Kwa hakuna jina moja la kuita hii sehemu, kwa sababu hapa unakaa mkusanyiko wa panels nyingi. Kwa mfano kuna hii color, hii ni color panel. Kuna hii swatches ni swatch panel. Kuna hii pattern panel. Kuna hii gradient ni gradient panel. Kwa hapa kuna kama mkusanyiko wa panels nyingi sana, lakini pia unazoziona hapa sio zote. Unaweza kaongeza zingine na kupunguza zingine kupitia menu ya window. Kwa mfano
Unaona gradient panel iko hapa kwa sababu ipo active huko kwenye window. Tukija hapa tukasema, unaona kwenye window hapa imewekewa tiki, ndio maana unaiona hapa. Click mara ya pili kuondoa tiki, utaona gradient panel ina disappear. Lakini ukitaka kuirudisha kuja kwenye window unasema gradient panel. Sasa elewa kitu kimoja kuhusu panel kabla hatujaondoka kwenye upande wa panel, ni kwamba panels zote unazoziona hapa ambazo zimewekewa tiki tu ndio panel unazofanikiwa kuziona hapa. Sasa hebu fikiria ambazo hazijawekewa tiki hapa ni ngapi? Manake kuna panels nyingi ambazo hazijawekwa hapa, ambazo tunazileta tu kwa mahitaji mahususi kulingana na project tunayofanyia kazi. Inapohitajika tunaileta hapa, inapokuwa haihitajiki tunaiondoa. Mfano, kama hauhitaji gradient unaweza pia ukaifunga kwa kupitia haka alama ka X. Unaweza hapo unaifunga. Kama unahitaji color unaweza hapo unaifunga. Kama unahitaji swatches unaweza hapo unaifunga. Kama unahitaji patterns unaweza hapo unaifunga. Unaweza ukafunga zote mpaka ukamaliza, ukabaki hauna kabisa panel hata moja, kwa sababu sehemu ya kuzirudisha tayari tunaijua, unaweza kuzirudisha tena. Hapo ni kwenye panels. Lakini kuna canvas. Unajua tunaweza tukaongelea kila kitu ambacho kinaisurround hii canvas, lakini yenyewe tukaisahau. Canvas ni hii sehemu nyeupe ambayo ni karatasi yetu ambapo tunafanyia kazi. Sasa ni ngumu sana kuikumbuka hii kwa sababu tunachukulia tu kwamba ipo, umeona, lakini ni sehemu muhimu sana ya design au sehemu muhimu sana katika kazi zetu za Adobe Photoshop. So canvas ni ile eneo lote jeupe unaoliona ambalo tunaweza kufanyia kazi. This is canvas. Sehemu ya 6 ambayo ni ya mwisho na nikwambia ni kama complement, ni hii sehemu ya information bar. Information bar ni hii sehemu ya chini. Hapa inakupa taarifa au information kuhusu document yako unaoifanyia kazi wakati huu, kama zoom level, kwamba hapa umezoom kwa level gani. Kwa mfano sasa hivi hapa inasema kwamba nimezoom kwa level ya 33%. Kwa nikitaka kuzoom zaidi ya hapo naweza nikasema labda niandike 35 hapa kwenye keyboard yangu, afu nipige enter. Piga enter, unaona kwamba karatasi inaongezeka ukubwa kidogo. Kumbuka hii sio kuongeza size, bali ni kama kusogeza karatasi karibu na macho yako ili uweze kuona vizuri. Unaweza kusema hata 50%, ukapiga enter, unaona karatasi inakusogelea karibu ili uweze kuona vizuri. So hiyo ndo information bar. Moja kati ya vitu unaweza kuvifanya ukiwa hapo ni kuona zoom level, lakini pia na kubadilisha zoom level. Kwa nirudisha kwenye 30 ili tuweze kupata perspective nzuri. Ilikuwa 33, right? Yes. Kwa tuweka 33 tuweze kuona vizuri. So information bar, lakini pia vitu vingine vinavyokuonyesha ni ukubwa wa hiyo document size. Kwa mfano hii document size tuliyofungua ina pixels 1500 kwa pixel 2100 na ina resolution ya DPI ya PPI, yani pixels per inch 300. Lakini pia na options zingine hapa unaweza ukazionyesha. Mfano unaweza ukataka kujua document yangu mwishoni kabisa itakuja kuwa na size gani in terms of storage size. Bonyeza hapo, inakuambia kabisa kwamba document yako mpaka sasa hivi kwa component ambazo umeziweka itakuja kuwa na MB at least kati ya MB 9 au MB 5. Kwa hiyo hizo ni makadirio ya MBs. Lakini unaweza pia ukaja kuangalia document profile, ikakwambia kabisa kwamba sasa hivi unatumia RGB. Kwa hiyo unachagua unataka kuangalia information gani kuhusiana na hiyo document, inakuonyesha kwamba unatumia properties zote ambazo zipo katika document yako inakuambia. Kwa hiyo ndugu zangu, hiyo ni sehemu ya 3 ya workspace. Tumeangalia sehemu muhimu 6 za hii workspace zinazotuwezesha kufanya kazi za kila siku ndani ya Adobe Photoshop. Sasa lengo langu mimi ni kuhakikisha unakuwa comfortable kabisa na mazingira ya hii Photoshop, ili next time isije ikawa inakuhangaisha utakapokuwa unaanza kufanya kazi. Sehemu ya 4 tutakuwa tunazungumzia jinsi unavyoweza kucustomize workspace kulingana na mahitaji yako, kwa sababu eneo la kazi kila mmoja huwa anajua anapopanga vitu vyake. Kwa hiyo tutakufundisha jinsi ya kucustomize workspace yako katika sehemu ya 4.
ili uweze kuweka namna unavyotaka wewe. Karibu tena sehemu ya 4. Naitwa Deo Kashaija kutoka Divi Talents. Karibu.